Utamjuaje nabii na mtumishi wa uongo? How will you know the true the prophets and the deceiving servants? Na utamjuaje nabii wa kweli na mtumishi wa kweli? And how will you discern a true prophet and a true servant? Hallelujah. Hallelujah. Sifa ya nabii wa kweli, As a praise of a true prophet, ni mtu mnyenyekevu. is a humble soul person. Ni mtu nini? Is a humble full Ni person. mnyenyekevu. Ni mtu anayeutafuta uso wa Mungu kila wakati. It's a person that seeks for the face of the Lord every time. Ni mtu anayotafuta uso wa Mungu kwa bidii. It's a person that seeks for the Lord's face diligently. Kama ni nabii, If he is a prophet, ukienda kwake, when you go approaching him, kwenye madhabahu yake ama kwenye huduma yake, on his altar or on his ministry, kwa kutafuta majibu ya Mungu, seeking for the answers from the Lord. hawatoagi majibu mradi anatoa majibu kama nabii. Kabla ya kutoa majibu humsikiliza Mungu kwanza. Before they'll give you the answer, they're going to listen or hear from the Lord first. Kwa hiyo hawezi kutoa majibu yeyote unayoyataka bila kumsikiliza Mungu kwanza. Therefore, they cannot give the answer that you seek without them listening from God first. Tofauti na manabii wa uongo, It's a different from the prophets, the false prophets. wao wanajitamkiaga tu mradi tu neno nalotaka kukupendeza mbele yako. They just proclaim as long as they can please your soul. Wao wanapenda kutabiri mambo makubwa They like prophesying over bigger things ambayo Mungu hajawaruhusu. that God have not allowed them. Lengo lake waaminiwe, For the purpose is for them to be trusted, na yale trustworthy. mambo unakuta hayatokei. And those things, most, they don't happen. They don't come to pass. Umenielewa kinasema? Do you understand what I'm saying? Manabii wa uongo na watumishi wa uongo, The false prophets and the false servants, sifa yao kubwa their character is, utawatambua kwa kuwa wakisimama wanathaminishaga vitu na Mungu. you're going to discern them because once they stand, they make the same value between God and things. Sijui kama unanielewa kitu nasema. I don't know if you're getting this well. Wakisimama wanamthamanisha Mungu na vitu. When they stand, they picture God in material things. Umenielewa? Do you understand? Yaani kana kwamba Mungu anakaa kwenye vitu vya namna hiyo. Wanamthamanisha Mungu na nini? Na vitu. They do as if God abides with this kind of things. So therefore, they picture God in material things. Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, The God who created the heavens and earth, Mungu ambaye adumu vizazi na vizazi milele na the milele, God that lives eternal life, anaweza kachukua kitu fulani akamthamanisha Mungu na hivyo vitu. they can take something and compare God into these things. Kwa hiyo kupitia hivyo vitu Mungu eti atatokea. Now they say, through this, God gonna appear. Manielewa kitu nasema? Do you understand what I'm saying? Sifa yao ya pili, The second character, wanapokea fedha they receive money kwa watu from people kabla ya utendaji wa Mungu kujifunua kwa watu. before God revealing himself to the people. Umenielewa kitu nasema? Do you understand what I'm saying? Unapokwenda kwao, As you're approaching them, yuko tayari kukuambia leta fedha, leta kitu cha thamani, they are ready to ask you for money or require something ndipo value, akuombee. then to pray for you. Kabla Mungu hajajifunua kwenye utendaji wake kwa huyo mtu, anataka vitu vya mtu kwanza. Before God reveal his own power to that man, then they want things first. Umenielewa kitu nimesema? Do you understand what I'm saying? Wangapi wameelewa kitu nimesema? How many people are getting this? Ukiona dalili za namna hiyo, ujue yule ni nabii wa uongo. If you see this sign, know that this is a false prophet. Hata kama anasoma maandiko. Doesn't matter if they're reading verses and scriptures. Kwa sababu Because huwezi kumthamanisha Mungu na vitu you can never compare God to things. hata siku moja. Never. Mungu adumu hata vizazi vyote. God is the God yesterday, today and forever. Huwezi kupokea vitu vya mtu ama fedha ya mtu kabla hujamhudumia. You can't receive some money before you attend to them.
Ukiona unapokea fedha, mali ya mtu kabla hajamhudumia, wakati yule mtu ana shida, jua yule nabii wa uongo. If you see a man receiving money when a person is having problem, before they attend to them, just discern that is a false